taarifa. Mtu sio vibaya kumfanyia surprise mpenzi wake. Mwana una. Wewe tulia. Huyu ni nani? Huyu ni bebi wangu. Ndo Bebi ambaye wako? Yaani huyu ndo ambaye ananilipia mimi hapa, ni analipia kodi, ananipa la chakula na nini. Sikukwambia kwa sababu Yaani mtu uko kwenye nyumba ya mtu, afu nauliza huyu ni nani? Ni kweli mwana, nilikufanyia surprise, na mtu sio vibaya kumfanyia surprise na mpenzi wake anampenda kutoka moyoni. Lakini cha ajabu, naishangaa hii surprise nimejifanyia mimi mwenyewe. Una shida gani wewe? Mpewe nini wanawake? Mbona uliniambia kwamba hakuna mwanaume mwingine unayempenda zaidi yangu, na huwa hausubutu kuchiti ama kumchiti mtu ambaye unampenda? Je, ulinipenda kweli? Na hii ipo wazi kwamba wewe haunipendi mimi. Mwana, kumbe ni msaliti kiasi hicho? hapana baby. Shetani tu. Mimi nakupenda sana baby wangu. Shetani? Eti shetani? Kaka, hauna hata aibu? Ulishawahi kulipa kodi hapa? Blaza, yana chozunika mimi. Kitu ambacho alikwambia wewe ndio hicho kitu ambacho aliniambia mimi. Kwa mwana, yale maneno nakupenda kila ahadi ambayo tulikuwa tunaongea mimi na wewe ilikuwa ni kazi bure, si ndivyo? Okay. Niambie basi kama unampenda huyu, basi mimi niondoke. Amna Lizo, wewe nenda. Mimi nitakutafuta, tutaongea. Huyu ni mwanaume wangu na ana umuhimu sana katika maisha yangu. Usinitafute. Blaza, usitoke. Samahani sana. Kwa sababu wote tulikutana huko ndani wapumbavu tusiokuwa na akili. Hapa tumechanganywa na mwanamke mmoja. Tumezama kwenye tope. Sasa sikiliza mwana. Nilikuja hapa kuleta pesa yako ambayo uliniomba kwa ajili ya kodi. Sikuja na mambo mengine. Nitakupa hii pesa ya kodi, uendelee na mambo yako. Alafu baba, moe tu. Kwa sababu kwenye kikao cha wanaume huwa tunaambiwa hivi kwamba mwanamke ambaye amekuchiti msamehe, lakini usimwamini kama. Ninakusamehe sana, lakini sitokuamini na sitokuwa na wewe milele. Usifanye hivyo mpenzi wangu. Hizi ni pesa ambazo nimekuletea kodi. Na hii ilikuwa ni special for you, lakini sasa sio kwa sasa. Baby, usiniache. Lizo.